Ya, kwa majina naitwa Eric Francis Michael. Mimi ni mdogo wake marehemu msanii Mandojo. Mimi ni mtoto wa 5 kuzaliwa. Mandojo yeye alikuwa kaniachia ziwa kwa sababu alikuwa ni mtoto wa 4 kuzaliwa, mimi nilikuwa mtoto wa 5 kuzaliwa. Kwa kumbukumbu yake Mandojo toka amefariki sasa hivi ni miaka 3 imepita. Alifariki tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2024. Kwa kumbukumbu za enzi za uhai wake, Mandojo tulishirikiana naye kwa mambo mengi sana kama kaka. Alitubeba sisi wadogo zake kama kaka na alisimama kama baba kwa sababu sisi tulikuwa tumeshatanguliwa na wazazi wetu wote walikuwa wameshatangulia mbele za haki. Kwa hiyo alikuwa ameshika jukumu kubwa sana la kubeba mimi pamoja na mdogo wangu, sababu tulikuwa tunalelewa 6. Na mimi nikiwa na 5 na kuna mdogo wangu wa 6. Lakini yeye kaka mkubwa ndio alikuwa ni mtu nguzo kwetu sana, sababu kwanza alikuwa ndio msimamizi wa mirathi za wazee wetu. Kipindi chochote ambao hawapo wazee, yeye ndio alikuwa anatusimamia. Na niliishi naye sehemu tofauti tofauti. Katika kazi yake ya muziki, yeye alianza kupiga kwenye makanisa, lakini baadaye alihamia Arusha huko ambapo kuna kaka yetu mkubwa anaitwa Kristiani. Yeye alikuwa ni soja huko. Kwa hiyo alikaa kule, na mimi baadaye baada ya kumaliza shule ya msingi nilibahatika kwenda Arusha huko, nikawa nasoma shule moja Moringe Sokoine Secondary School. Kwa hiyo kule harakati zake ziliendelea za kimuziki. Mwisho wa siku akakutana na kaka yetu Dogo Kaya, ndio wakafanya hiyo musician yao mpaka mwisho wa maisha yake. Kwa hiyo nakumbuka mengi sana. Na biashara alitufundisha mambo mengi sana kuhusiana na biashara, sababu alifungua firm pale kama 2 Kariakoo, akiwa anashirikiana na mimi pamoja na mdogo wangu. Tumedili naye pale kwa biashara kwa muda wa miaka mingi sana, inakaribia hata 16 17 hivi. Tulikuwa tunapambana naye pale Kariakoo. Lakini baadaye mambo yalienda hivi, akahamisha biashara zake akazipeleka Kisewe. Kwa hiyo tulifungua soko letu, kwa tunaendelea na biashara. Na siku baada, yani kabla ya kifo chake, aliondoka kuniacha kwenye sehemu ya biashara. Akaniaga asubuhi, bwana nikukusha asubuhi mimi na safari kwa Bongo Record Tour. Kwa hiyo alipoondoka bwana, nilikuwa mwisho wa maisha yake. Alipoenda huko ndio mimi akaniacha huko mjini. Basi bwana, kupata taarifa tu za msiba. Na mwisho kama hivi ndio tunakumbuka hii miaka 3 tuko naye. Na katika 30 ya Bongo Flava, hii 30 ya Bongo Flava kwa sababu nimekuona na mwangalia Dogo Kaya yuko peke yake pale. Nasema kama si ingekwaje kama angekuepo na kaka mkubwa, kwa sababu malejendari wenzake naona wanakiwasha kwa sana yani. Natamani hata hizo kuletua hizo zote ningekuepo. Bana kiukweli namkumbuka sana kaka mkubwa na nitazidi kumwombea popote alipo. Najua njia ni moja, yeye katangulia tu, lakini sisi tutafuata kwa sababu duniani sio nyumbani. Baba, nakumbuka sana msemo wako baba. Bwana sasa kwa wimbo si hapo nyimbo nyingi sana mbona tamani. Kuna nyimbo ambayo naipenda sana hata nikisikia mara nyingi huwa namkumbuka ile bora heri uende nyumbani, kwa sasa nafanya kazi, bosi atanipokea ikidolola kazi, majukumu ya ofisi usiyajumlishe na mapenzi yetu my love. Yakubali kosa taya discuss nyumbani. Saluti nyingi sana kwa mkubwa. Mimi najua bado Dogo Kaya yupo, na sije najua ataendelea kuzidi kukiwasha, sababu najua wale ndio mapacha wawili watumbo tofauti. Baba. Baba.